Naam dada, nimeitikia wito. Kaka, kwanza nimefurahi sana kwa sababu nimekutoa muda wa kazini kwako. Mimi nimekuita hapa kazini, tulikuwa tuzungumzie swala la kule nyumbani, na ndio maana nikakutoa mle ndani ili tusije tukasumbua wateja. Ndio. Kaka, kuna kitu kinaendelea ama kinasikika hapa mtaani kuhusu mama yetu. Mama yetu kafanya nini? Inasemekana kwamba mama yetu ni mchawi. Mama yetu ni mchawi? Ulivyoshtuka wewe, mimi nimeshtuka mara 3 yake. Sasa hii inawezekanaje? Inawezekanaje? Kaka, sikia nikwambie. Uchawi maamuzi ya mtu. Kama mtu anapokusudia kuua, anapokusudia kufanya chochote kile, kwa hiyo ni maamuzi yake yeye mwenyewe. Lakini dada, sishakwambia usisikilize maneno ya mitaani. Maneno ya mitaani yatakutoa kwenye mstari. Kaka, lisemalo lipo mdogo wangu. Ina maana hauniamini? Ndio. Mimi siamini kama mamangu mimi ni mchawi. Hata siku moja. Unajua wewe ni mtoto wa kiume. Halafu wewe ni baba kwangu. Lakini mbona unakuwa mzembe? Wewe usichokiamini wewe hapa ni nini? Siamini kama mamangu ni mchawi. Kama ndo hichi ulichoniitia, mimi usiniite tena. Usiniite tena. Kama wewe kaka. Eti usije ukaniita tena kwa masuala kama haya. Pia siamini kama mama ni mchawi. Sasa mimi nimsingizie kwa kutaka nini? Mbona mtihani huko ni familia yetu jamani? Hivi kweli naambiwa mama wangu ni mchawi? Na mbona mimi sijui hali hii? Maana kila siku naishi na mama wangu vizuri, nakaa naye kwa upole, lakini watu wanajisemea kuwa mama wangu ni mchawi. Lakini hii hali itaishaje? Hali ya masononeko, kila siku naambiwa hili na hili, marafiki wananitenga. Ila sawa, Mungu ataniepusha na
vipi? Safi. Mama, kumbe ulikuwepo? Nilikuwepo mbona muda mrefu. Ulivyoingia hujaniona? Hapana, nilikuwa jikoni. Kwa ushapika tayari? Lakini wewe unaongea na mimi kama hujiamini vile. Hamna mama, niko sawa. Hapana Zainab. Sikuzoea hivyo mwanangu. Niko sawa. Namfikiria tu kaka kwa sababu muda umeenda bado hajarudi. Mimi najua na mawazo gani. Sasa ule si mkubwa, ni mtoto wa kiume. Je, kama upo kwenye kazi zake ukachelewa? Sawa. Haya, sasa mimi naenda Vikoba. Maana naona hapa shachelewa na watu wakule wanajua midomo yao. Ila leo umechelewa. Nimechelewa kweli na kule leo. Wale watu wana midomo mwanangu. Pole. Haya, baadaye. Wana wa kwetu, mnasemaje? Mganga, si tuna matatizo. Ndiyo. Tena matatizo makubwa. Sawa. Si tunaishi na mama yetu. Bas. Elimani kwa ng'ombe wesi ng'ombe puju mwenye upembe wa ng'ombe puju mwenye upembe wa ng'ombe. Najua kinachowasumbua. Muntoka mbali. Kweli mganga? Ni kweli eh? Ndiyo. Najua mimi muntoka mbali. Ndiyo mganga. Mpaka mufika kwetu. Wakuu wamekuoneni. Wamekuoneni sana wakuru wangu. Yaani mganga, tuna matatizo mazito sana. Ila ndugu yangu haniamini kwa ninachomwambia. Sasa basi. Naomba mnyoshe viganja vyenu. Nataka uvikate. Mshike mama mkono, mshike mama mkono. Poleni sana. Asante mganga. Hapo sasa mimi nataka kutobora siri. Nitobore nisitobore? Toboa mganga. Nitobore nisitobore? Sema. Wamliwao waganga we, wamliwao waganga, kuku wangu wa muhanga we, wamliwao. Mama yenu ni mchawi. Na kibaya zaidi, ukichelewa mdogo wako ataliwa nyama.
Unajua Chazi, kuna kitu kinanichanganya sana katika akili yangu. Kitu gani hicho? Kama unavyojua, mimi sina imani sana na masuala ya kishirikina. Lakini jana nilikwenda kwa mganga mimi na dada yangu. Chanzo ni dada yangu anamwambia mama yangu ni mchawi. Na tulivyokaa pale mganga akasema kweli mama yangu ni mchawi. Sasa najua mimi hichi kitu kinachanganya. Na mimi kutokana na mazingira ninayoishi na mama yangu, toka mwanzo ananilea mimi, basi siwezi nikaamini kuwa mama yangu ni mchawi. Ingelikuwa mama yangu ni mchawi, si angalikuwa ashanitoa. Wanaamini mganga? Hata vitabu vya dini vinasema amtegemeaye mwanadamu na laaniwe. Wewe mshirikishe Mwenyezi Mungu, naamini Mwenyezi Mungu atatatua hili. Na ukiacha na hilo, kuna wazee wetu, kuna msemo anasema hivi, ukiona nyani mzee ujue amekwepa mishare mingi. Kwa hiyo ukikaa na wazee vizuri, wanaweza kukushauri juu ya hili. Basi sawa, nitafuata yale ambayo umeniambia na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutafanikiwa. Acha kusikiliza maneno ya watu. Sawa. Mshirikishe Mwenyezi Mungu. Basi tunaweza tukaondoka? Sawa. Swahili. Mama. Vipi? Mbona umejinamia? Safi tu. Una tatizo? Hapana. Unawaza nini? Hapana, siwezi kitu. Unaumwa? Siumwi, ila kama kuna kitu nataka nikuambie. Niambie mwana. Sijui inaanzaje, lakini kuna jamani. Tupo. Nimechoka, wateja wananisumbua, niondoka kwanza. Sasa ukikimbia wateja inakuaje? Nimechoka. Wewe vipi? Baadaye nitakwambia. Zainabu, jana ulienda wapi na mdogo wako? Mama, mimi najua unampenda sana mtoto wako. Maana usipomuona kutwa moja, basi utaniuliza maswali kama mimi ni mfanyakazi wenu huko ndani. Mimi nilienda kwa rafiki yangu. Na yeye aliondoka. Sasa mimi Zainabu alienda mama. Unamwambia na unachokisema. Sasa mama, nikufiche nini wewe mwanamke mwenzangu huko? Zainabu wanifisa. Mna haya, mtu amlo zinaweza cheme. Mama. Mbona kaniambia mafunzo? Kuna kitu anakihisi. Mswahili. Una shida gani wewe? Hamna, sina shida yoyote. Una uhakika? Ndio. Naweza kukuuliza swali?
Swali gani? Niulize. Mama alitaka kumwambia nini? Wewe usijifanye una akili nyingi kunizidi, umesikia wewe? Kumbuka mimi ni dada yako. Wewe utabaki kuwa mdogo tu. Naomba uniambie mama ulitaka kumwambia nini? Kwa sababu nimewakuta mpo wawili tu. Kunaonekana kabisa kuna vitu unataka kumwambia mama. Ulitaka kumwambia nini mama? Kwa hiyo dada, uniamini kama sijamwambia chochote? Na kwa nini nilipokuja wewe uliondoka? Niondoka tu kwa mishe zangu, lakini simwambie chochote. Mswahili, nisikize nikwambie. Naona umesahau maneno ya mganga. Unajisahaulisha. Sasa basi, endelea kumchokonoa huyu mama kutaka kumwambia kitakacho kukuta na huo kichwa wako. Wazimu kaboneni. Naungamkamilishini kafaradino. Hizi siku zinazimbi hizi. Yaani Ruvi. Kisindo. Tayari kila kitu tayari. Naungamkagonero upande wa Mwenga.